Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wapenzi watazamaji wa kipindi chetu Uliza na Daktari, niliyeko mbele yenu ni Dr. Abbas Faki Haji wa kitengo cha matibabu ya viungo kutoka Ar-Rahma Hospital iliyopo Kilimani mjini Zanzibar. Leo tumekuja na mada inayohusiana na athari za viungo, hasa katika kiungo cha goti ama viungo vya magoti. Watu wengi wamekuwa wakipitia shida na tabu mbalimbali katika kusumbuka kutokana na matatizo ya magoti, na wengi wamekuwa wakiuliza kuhusiana na matatizo hayo na wanahitaji kupata elimu na utambuzi juu ya matatizo hayo. Basi leo tupo hapa mbele yako kukuelezea na kukupa elimu inayohusiana na magoti. Kwa utangulizi, nini magoti ama knee joint kwa kitaalamu? Knee joint tunasema ni miongoni mwa viungo vikubwa kabisa vilivyokuwepo katika mwili wa binadamu, ambavyo vinatengenezwa na mfupa wa paja pamoja na mfupa wa mguu wa sehemu ya chini. Lakini pia kuna kifupa kidogo kilichokuwa na shape kama duara, kinaitwa kitaalamu patella. Mifupa hiyo mitatu inapokutana pamoja na vishipa vingine vidogo vidogo vinatengeneza kiungo kinachojulikana kama knee joint ama goti. Basi goti linaweza likaathirika kutokana na muundo, lakini hali kadhalika inaweza goti likapata athari kutokana na majeraha, lakini kutokana na mambo ya kibaiolojia pia vile vile yanawezekana magoti yakapata athari kutokana na hali za kikemia, bimaana mfumo wa ndani wa mwili unaweza hali kadhalika vile vile kusababisha matatizo katika viungio. Kazi kubwa ya kiungo cha goti ni kumwezesha mwanadamu kuweza kusimama, kuweza kukaa kutoka kusimama, kuweza kunyanyuka kutoka kukaa, kuweza kupinda magoti yake kwa kuyakalia, lakini hali kadhalika vile vile pia linaweza likatumika kwa njia ya kutembea na kukimbia. Kwa hiyo hizo ndiyo kazi kubwa ambazo mara nyingi goti huwa linafanya. Sasa kwa sababu kama hizi, goti mara nyingi hubeba kazi kubwa kutokana na matendo ya maisha ya kila siku ya mwanadamu anapokuwa anatumia katika maisha yake ya kila siku. Basi goti hupata kuathirika kutokana na hali kama hizo mbalimbali ambazo tutazielezea hapo mbele. Miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha haya magoti yaweze kupata athari, basi kuna matatizo ambayo tunayaita kama ni structural problems ama matatizo ya kimuundo wa joint. Haya matatizo ya kimuundo bimaana huwa yanatokana na uharibifu au hitilafu ambayo hutokezea katika muungio wa goti ama muundo wa goti. Structure ya hii joint wenyewe inaweza ikaathirika kutokana na namna moja ama nyingine, na mara nyingi uharibifu huu wa goti huwa unatokezea katika sehemu ya ncha ya mfupa, mara nyingi katika mfupa wa paja, kitaalamu tunaita femur. At the end of the femur kuna kuwa na mifupa laini tunaita cartilage kitaalamu. Hii cartilage inaweza ikakwaruzika ama inaweza ikachunika, na baadaye inaweza ikatengeneza maumivu makali katika goti na goti kutoweza kufanya zile kazi zake mama ambazo limezoea kufanya, kama vile kukunja, kuweza kulitegemea katika kutembea, kuweza kulitumia katika baadhi ya vitu kama vile michezo, hali za kupandisha katika vizingiti ama ngazi ama kilima, na hali kadhalika katika mitindo mengine yoyote. Lakini dalili ambazo zinaweza zikaonyesha kwamba hili goti lako limeweza kuchubuka ama limeweza kupata athari katika kukwaruzika ama hitilafu, mara nyingi maumivu huwa yanatokea pale ambapo unatembea. Unapokuwa unatembea, basi maumivu huwa yanazidi kadri ya muda unapozidi kuenda.
Lakini pia vile vile ugumu ama stiffness wakati wa asubuhi unapoamka, mara nyingi sana magoti yanashindwa kukunjuka katika ukunjufu wake wa kawaida, na mara nyingi huwa ni tabu kwanza kuinuka kutoka kitandani pamoja kusimama na kutembea, lakini baada ya muda mfupi kusogea, basi goti linaanza kurudi katika hali yake. Lakini pia vile vile huweza ukasikia sauti, crepitation sound, ni sauti ambazo goti lina data. Mara nyingi watu wanalalamika, goti langu lina data, nikitembea nalisikia linatoa sauti, au nikikaa, au muda mwingine lina data lakini pasipokuwa na shida yoyote. Kwa hiyo ni mfano wa tatizo moja ambalo linasababishwa na magoti, ama goti linaweza likapata athari kutokana na kulika kwa cartilage. Kwa hiyo tutaendelea tena katika kipindi kinachofuata katika kuelezea sababu nyingine ama muundo mwingine unaopelekea kuathirika kwa goti. Nikwambie usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu, na kwa taarifa zaidi unaweza kuwasiliana nasi kwa namba ambazo zipo hapa chini ya skrini yako, na insha Allah kama kutakuwa kuna changamoto yoyote, basi tutasaidiana katika kushauriana na kuambizana katika tiba yake. Asante.